Sasa tunajua kwamba ufahamu na kiroho ni kitu kimoja. Kwa sababu unajua hilo, tuanze kujenga mikataba ambayo itatuwezesha kukua zaidi ya mazingira tuliyokuwa nayo leo. Ndio muhimu ya maisha, ndio maana ya Biblia inavyotufundisha, ndio maana Qur'an inavyotufundisha kuelewa sheria za maisha ili uweze kuishi maisha sawasawa na mtazamo wako au zaidi ya mazingira uliyokuwa nayo leo. Mazingira uliyokuwa nayo leo ni matunda ya mikataba ulioingia nayo kimawazo, kifikira, kijinsia. Wewe ulikuwa na fikira fulani, ile fikra ikajenga mtazamo jinsi unavyoyaona maisha. Ule mtazamo umejenga tabia, na ile tabia imekuleta karibu na mazingira unayoishi leo. Badilisha mawazo yako na jinsi unavyojisikia juu ya mawazo hayo. Ukibadilisha mtazamo wako ukawa ndio jinsi unavyoona maisha, utajikuta tabia yako imebadilika, na tabia yako ikibadilika itabadilisha mazingira ambayo unajikuta wewe unaishi. Tatizo sio mjomba wako, tatizo sio baba yako, tatizo sio mama yako, tatizo sio shangazi yako, wala sio mdogo wako, wala kaka yako, wala dada yako, wala nani. Tatizo ni mtazamo wa maisha yako, mtazamo wa maisha, fikra na jinsi unavyojisikia jinsi ya hizo fikra. Sasa basi, kama fikra ukifikiria, kama tulivyotoa ile zoezi la limao, umefikiria sikia. Ulipofikiria ukajisikia, mwili wako ukaenda katika zile hatua vile unakula limao la kweli. Vivyo hivyo tunabadilisha au tunabatilisha mikataba ambayo tumeingombewa. Sio kwa kumwagiwa maji, sio kwa kutoa hela za hongo. Ina maana unatoa hongo. Ina mchungaji ya kuombee, mganga akuvunje mikataba, ina maana unatoa hongo, na Mungu au dunia iko govern na sheria ya mawazo. Kwa hiyo tunabadilisha kwa kubadilisha mtazamo. Sasa umefanya mazoezi, umeandika sentence ambayo inazungumzia kitu fulani ulichokuwa unakifikiria kila wakati. Video inayokuja nitakuonyesha jinsi gani unavyobatilisha huo mkataba ambao umeshaingia kutokana na hiyo sentence uliyoiandika.